Ikiwa Tanzania tumesubiri kwa hamu mchezo kati ya Simba na Stellenbosch ambao utapigwa tarehe 20 mwezi huu pale katika visiwa vya Zanzibar, visiwa vya Karafuu, basi sisi Trizi Sports tunakuletea story ambayo pengine umeisikia ama haujaisikia ama umesikia kwa uchache. Tunakuletea kitu ambacho kitakuongezea maarifa kidogo japo sio kwa wingi, au sio Kama mara yako ya kwanza kuungana na sisi, usahau kusubscribe, kucomment, kutana on notification, lakini pia kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao pia ungane na familia hii bora ya michezo nchini Tanzania. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Instagram na Facebook. Instagram ni Trizi Sports _ lakini Facebook ni Trizi Sports, au sio? Karibu sana, ungana na sisi ili upate hizi update mbalimbali za michezo. Sasa wote tunajua kwamba Simba Sports Club imeingia hatua hii ya nusu finali baada ya kuitoa Al Masry ya kule Misri kwa bao 4-1 kwenye mikwaju ya penalty, na ikiwa ni mara yake ya kwanza tangu miaka 32 kupita Simba inafika tena hatua hii. Yani ni mtoto amezaliwa na amekuwa mtu mzima na ana familia, ndio Simba imeingia tena hatua hii ya nusu finali baada ya miaka 32, wakati Stellenbosch yenyewe ikiwa ni mara yake ya kwanza kuingia katika michuano hii na kufika nusu finali baada ya uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na bwana mmoja kuitwa Johan Rupert. Huyu Rupert ni nani? Sasa hiki ndio kitu pekee ambacho tumekwambia leo Trizi Sports tutakuwa tunakuletea vitu ambavyo wewe pengine utakuwa ukijua. Sasa kama ulikuwa haujui, inabidi ulijue ili kwamba Stellenbosch na Simba ni vita ya mabilionea, ni mechi ya mabilionea, ni mechi ya fedha, mechi ya heshima, mechi ambayo inaenda kuwakutanisha dogo wa pesa barani Afrika. Kwa mujibu wa jarida la Forbes ya mwaka 2025 limemtaja bwana Johan Rupert, mmiliki wa Stellenbosch United, kuwa tajiri namba 2 Afrika. Yani ukimtoa Aliko Dangote, huyu bwana ndio anafuata kwa kuwa na fedha nyingi Afrika. Jamaa huyu ana utajiri wa trilioni 39 fedha za Kitanzania. Imagine trilioni 39 zinamilikiwa na utajiri huyu kutoka Afrika Kusini. Wakati huo Mo Dewji akiwa na utajiri wa trilioni 5.7 fedha za Kitanzania na kumfanya kuwa bilionea namba 13 barani Afrika, wakati bwana Johan akiwa ni bilionea namba 2 akitoka Aliko Dangote, basi anafuata bwana kuwa na utajiri mwingi barani Afrika. Pengine utakuwa unajiuliza bwana Rupert utajiri huo ameutoa wapi? Iko hivi, Rupert pesa yake nyingi amewekeza kwenye makampuni ya uchimbaji wa madini, mabenki, mafuta na hata afya, bila kusahau vitu mbalimbali vya thamani ambavyo wamekuwa akiuza duniani kote. Bwana Rupert pia anamiliki kampuni kubwa ya uchimbaji wa madini nchini Afrika Kusini inayofahamika kwa jina la Richemont, lakini pia anamiliki kampuni ya Rengo ambayo ni miongoni mwa kampuni ambazo zinamuingizia fedha nyingi sana na kumfanya kuwa bilionea namba 2 barani Afrika. Wakati huo Mo Dewji wote tunajua akiwa anafanya biashara mbalimbali za kuuza vinywaji, mashamba na usafirishaji pia akiwa anafanya bwana Mo Dewji, na imemfanya kuwa bilionea namba 1 Afrika Mashariki na bilionea namba 1 nchini Tanzania. Lakini pia bwana Rupert baada ya kuinunua Stellenbosch aliwekeza bilioni 33 katika kikosi cha timu hiyo. Unaweza ukaona jinsi gani jamaa ametumia hela nyingi sana kuwekeza katika kikosi cha Stellenbosch ambacho kinaenda kukipiga pale na Simba hiyo tarehe 20. Amewekeza bilioni 33 katika kikosi cha Stellenbosch. Wakati huo Simba Sports Club wao wana kikosi chao kina thamani ya bilioni 6.4 za Kitanzania. Mzee ni mbingu na ardhi, gepu kubwa sana ya baina ya timu hizi mbili na uwekezaji ambao umefanyika katika timu hizi mbili. Lakini pia usahau kwamba Mo Dewji na bwana Rupert ni marafiki, kwa sababu hivi karibuni tuliona Mo Dewji akienda kule Afrika Kusini na kutembelea hii kambi ya Stellenbosch na kusaini mikataba ya makubaliano ya ushirikiano baina ya timu hizi mbili, Stellenbosch na Simba Sports Club. Kwa hiyo unaweza kuona mabilionea hao mbali tu ya kuwa mabilionea, lakini pia ni marafiki, na hizi timu mbili zimeunganisha undugu, tunasema ushirikiano, wamesaini mikataba ya ushirikiano timu hizi mbili. So sisi Trizi mechi hii tumeita ni mechi ya mabilionea, tunaita ni mechi ya fedha, mechi ya nguvu, heshima na ufahari, umwamba, au sio? So wewe mtazamaji wa Trizi Sports una maoni gani juu ya mechi hii ya tarehe 20, juu ya nguvu ya fedha ya mabilioni hao wawili? Tuandikie hapo kwenye comment box, lakini pia usahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, na usisahau pia kutuandikia maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram ni Trizi Sports _, Facebook ni Trizi Sports.